Karibu tena Swahili Digital Mind. Na leo tutajifunza jinsi ya kupakua, yani kudownload, kusanikisha, kwa maana kwamba kuinstall na kuanza kutumia Mendeley desktop kwenye kompyuta yako. Video hii ni kwa wanaoanza. Tutafuata hatua kwa hatua hadi uanze kutumia Mendeley kwa ufanisi. So sehemu ya kwanza ni ili uweze kudownload Mendeley desktop, application ya Mendeley au program ya Mendeley. Nenda kwenye browser yako, mfano Google Chrome. Then ingia kwenye website ya Mendeley, mendeley.com. Baada ya kuingia kwenye site ya mendeley.com, itakupa option ya kusign in. Itakupa option ya kusign in. So kwa kuwa mimi tayari nina account na sign in moja kwa moja kwenye account ya Mendeley. So ili niweze kuipata, hapa nipo kwenye browser, natumia nikiwa ndani ya website ya Mendeley. Lakini ninahitaji kuitumia hiyo application kwenye desktop yangu, yani iwepo kwenye desktop yangu. So nitaenda kwenye sehemu ya downloads, download Mendeley Reference Manager. Kwa hiyo uta click download. Baada ya click download, itakuambia uchague application. Kwa hiyo utakuwa na option ya kuchagua Mendeley Reference Manager for desktop, for Windows, for Mac OS au Linux. So for me I'm using Windows, and hapa itakuonyesha Windows 10 and above. Kwa hiyo Reference Manager, Mendeley Reference Manager inatumika kwa Windows 10 na kuendelea. So nita download. Now for Windows, utakuja application, download. So baada ya kumaliza kudownload hii application, nitaenda kuinstall. So nitaenda kuinstall kwenye kompyuta yangu. Click kwa ajili ya installation. Kwa hapa nitaisubiri kidogo load. So hapa itakwambia je, unataka kutumia kwa user gani, kama ni mtu yote ambaye anaweza kutumia kompyuta atumie tu au kwa ajili yako. So ta install only for me. So tasubiri ifanye installation. Tasubiri ifanye installation. So hapa tumeshapakua, sasa tunasanikisha. Tumesha download application, sasa tunasanikisha. Tayari nimeshamaliza kufanya installation, ta click finish. So baada ya click finish, itafunguka program. Hapa tunasubiri ifunguke program ya Mendeley desktop. Hii hapa. So kifunguka program ya Mendeley desktop, itakuletea dashboard kama hii. So kwa kuwa mimi tayari nishaitumia Mendeley desktop, mimi moja kwa moja itanileta kwenye dashboard yangu ya Mendeley desktop. Sasa kwa new user itakupa option ya kusign in. So uta sign in, utaweka email yako, lakini pia utaweka email yako na password. Itakupa option za kusign in au kusign up. Utaweka username na password. Baada ya kuweka username na password, utaingia kwenye
application yako. Baada ya kuingia kwenye application, utaona itakuletea hizi menu hapa, na hapa itakuletea tab ambayo iko empty. Mimi hizi ni reference ambazo tayari nimesha add kwenye program yangu. So juu kabisa utakutana na sehemu ya toolbar ya juu kabisa, ambayo kuna sehemu ya hapa kuna sehemu ya file, kuna sehemu ya kuedit, na kuna sehemu ya tools, kuna sehemu ya help. Lakini upande wa kushoto utakutana na sehemu ya kuadd reference na library yako, zote utazikuta hapa. Lakini pia utakutana na sehemu ya collections kwa ajili ya kuadd folders, lakini pia sehemu ya kucreate groups. Na pia utakutana na paneli ya maelezo ya chanzo. Kwa mfano hapa utakuwa na maelezo ya kila kitu. Hii kitabu chako, hiyo ni author, kitabu cha kitabu, mwaka, hivyo utapata vyanzo vyote kwenye hii dashboard hapa. So ili uanze kuongeza vyanzo kwenye Mendeley Desktop, utaklik sehemu ya add. Baada ya kuklik sehemu ya add, unaweza kuadd import file au kuadd file kwenye PDF ambazo ziko tayari umesha download kwenye kompyuta yako, au uka-add manual. Hizo zote ni option ambazo unaweza kuadd reference zako kwenye kompyuta. Lakini pia unaweza kutumia web importer. Mfano hapa, hii ndio web importer. Nikiklik hapa for reference, let's say dermatology, kwa itaniletea nani zote, research zote zinazohusiana na dermatology hapa. Kwa mimi nitakachofanya nitakuwa tuna add hizi article kwenye library yangu, na nikiklik zitaenda moja kwa moja kwenye library. So ukija hata kwenye desktop utazikuta tayari kwenye library yako. Hiyo ni jinsi ya kuadd desktop, kuadd reference kwenye Mendeley. So na hiyo pia ni jinsi ya kutumia web importer. Lakini pia unaweza kutumia web importer kwa kuinstall moja kwa moja hiyo Mendeley web importer kwa kwenda kwenye sehemu ya tools na kwa click install web importer, ikawa ina download moja kwa moja. Ni kifaa ambacho kinakuwezesha kuongeza vyanzo vyako moja kwa moja kutoka kwenye Google Scholar au tovuti za machapisho ya taaluma. Na sehemu ya 6 ni vidokezo kwa kompyuta mpya. Hakikisha unahifadhi kazi zako mara kwa mara. Lakini pia tengeneza folder kulingana na mada zako. Kwa mfano hapa nimetengeneza folder kulingana na mada zangu. Lakini pia tumia neno search kutafuta chanzo. Hapa juu na sehemu ya search, uta search reference yako hapa. Na hivi ndivyo unavyoweza kutumia Mendeley Desktop. Unaweza kuinstall, kusanikisha na kuanza kutumia Mendeley Desktop. Kama umefanikiwa kusanikisha na kuanza kutumia Mendeley, basi nakupa hongera. Katika video inayofuata tutajifunza jinsi ya kutengeneza bibliograph kwa haraka na kwa usahihi. So usikose kutazama video ijayo. Asante kwa kutazama.